hauna cha kufanya kwa habari ya wokovu. Mungu alishafanya. Ni kukubali kazi ya Mungu, ni kuijua kazi ya msalaba. Mungu anasema katika neno lake kwamba alishakuokoa katika nguvu za giza na kukuhamisha na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Inuka uondoke pale ulipo. Kama uko kwenye magonjwa, kama uko kwenye umaskini, kama uko katika kukataliwa, inuka, anza kufikiri kwamba sawasawa na neno la Mungu kama alivyosema kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza na kutuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hama hapo, hama uondoke kuanzia sasa. Ondoka kwa kusema kwamba nimeokolewa katika nguvu za giza, nimehamishwa katika nguvu za giza. Nini maana yake? Sisi kazi yetu, our job ni kwamba tunapouona upendo wa Mungu, kile alichokifanya kwenye maisha yetu, kazi yetu ni kukubali na kujua upendo wa Mungu. Kwa hiyo wewe kuanzia sasa umejua sasa, umeokolewa katika nguvu za giza na umehamishwa katika nguvu za giza, kwa sababu tunapozungumzia nguvu za giza tunazungumzia magonjwa, tunazungumzia umaskini, tunazungumzia madeni, tunazungumzia kukataliwa, tunazungumzia vifungo mbalimbali. Hivyo ndivyo vifungo ambavyo unatakiwa akili yako ikubali. Biblia inasema kwamba tuyafikiri yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Tuyafikiri yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Katika nchi ndiyo kuna umaskini, katika nchi ndiyo kuna magonjwa, katika nchi ndiyo kuna kukataliwa, katika nchi ndiyo kuna madeni. Lakini juu kule ambapo Mungu alituokoa katika nguvu za giza, ambapo Mungu anasema tufikiri hayo na ndipo tutapata, kwa sababu katika kufikiri tunapata. Anasema kwa moyo mtu waamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Pokea wokovu, pokea haki yako katika jina la Yesu. Pokea haki ya wokovu in the name of Jesus, and you are free. You are free. You are free from now in the name of Jesus. Nguvu za giza hazina nguvu juu yako